Tutakumbushana min asbabi dhafil iman, miongoni mwa sababu zinazopelekea imani ya Muislamu kuweza kushuka kwa kiwango cha chini kabisa, lakini pengine inawezekana imani hiyo ikatoweka kabisa kwa Muislamu. Hakika ya imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala huwa inachakaa katika moyo wa mmoja wenu, katika mwili wa mmoja wenu, enyi Waislamu, kama vile ambavyo nguo yako inaweza kuchakaa. Famadha naf'alu ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akatuambia, fas'alullah, kithirisheni sana kumwomba Allah tabaraka wa taala an yujaddida al-imana fi qulubikum, Allah subhanahu wa taala aifanye upya imani yenu katika nyoyo zenu, aifanye upya imani yenu katika nyoyo zenu. Sababu ya kwanza, as-suhbatu sayyi'a, urafiki mbaya. Kuwa na rafiki ambaye hatokuamrisha kutekeleza ibada ya swala, kuwa na rafiki ambaye hatakuamrisha wala kukumbusha kunako kutekeleza khairati mbalimbali, khairati ambazo zitakukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Walizungumza wanasema, as-sahibu sahib, kawaida ya rafiki huwa anamvuta rafiki yake. Kawaida ya tabia tuaddi huwa inaambukiza, na mara nyingi tabia inayoambukiza kwa haraka ni tabia mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia ya kwamba arrajulu ala dini khalilihi, hakika ya mtu huwa anakuwa katika mwenendo wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, na atizame mmoja wenu ni nani anamfanya kuwa rafiki yake. Lakini wakazungumza wakasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfananisha rafiki mbaya ambaye ana tabia mbaya, ambaye ana akhlaqi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha, akamfananisha rafiki huyu ni kama vile mfua vyuma. Wakasema hakuna kheri ambayo itakujia kutoka kwa mfua vyuma. Haina maana ya kwamba mfua vyuma yeye ni mtu wa shari, la, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anatutolea mfano huu ili atukurubishe dhihni na fahamu zetu tuweze kufahamu ni yupi rafiki ambaye unatakiwa kumchagua na kuambatana naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, imma ayuharrika thawbak, imma huyu mfua vyuma ukimfanya kuwa ni rafiki yako, ayuharrika thawbaka, aiunguze ile nguo yako ambayo umeivaa, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, kama hatoinguza nguo yako basi utaipata ile harufu kutoka kwake, harufu iliyokuwa mbaya, harufu ya vyuma. Nini maana ya mfano huu? Kwa maana ukiwa na rafiki ambaye sio mzuri, rafiki muovu, rafiki mbaya, basi mara nyingi tabia zake utakopi na wewe utaiga, utakuwa kama yeye. Anil mar'i la tas'al, usiulize kuhusiana na tabia ya mtu, yani usimuulize mtu tabia yako ni ipi. Was'al an qarini, tizama wale marafiki zake ambao uko nao. Hebu tizama aina ya marafiki ambao huyu mtu anao, basi ile kutosha ya kwamba huyu mtu tabia yake, mwenendo wake wa maisha, basi yuko kama mtu fulani. Maadili katika jamii ya Kiislamu ama katika jamii nzima, iwe ya Waislamu au sio Waislamu, imeharibika. Ukimuuliza kijana, kwa nini unavuta sigara, atakwambia ni rafiki yangu. Ukimuuliza kijana, kwa nini wewe ni mzinifu, atakwambia niliingia huko kwa sababu ya rafiki yangu. Ukimuuliza kijana, kwa nini wewe unapenda kucheza kamari, atakwambia ni rafiki yangu. As-sahib ni rafiki yangu, as-sahibu sahib. Ama sababu ya pili, ndugu zangu katika imani, al-inshighalu shadidu bidunya, ni kushughulika sana na masala ya kidunia. Leo ukimuuliza ndugu yako, mbona dhuhuri sijakuona, anakwambia bwana, unajua mambo ya fantashiru. Fantashiru yani dunia ameiweka iko mbele ya macho yako, macho yake ameiweka iko mbele ya macho yako.
Sasa sikiliza maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume wa Allah anazungumza, anasema, man kanati dunya hammahu, yule ambaye atakaiweka dunia kipaumbele cha maisha yake, farraqa Allahu alayhi amrahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfarakishia hilo jambo lake, kwa maana atamwacha endelee tu na tabia yake. Wajaala faqrahu baina ainaihi, lakini Allah tabaraka wa taala ataujalia ufakiri na ufukara ukawa mbele ya macho yake. Wewe usimeipenda dunia, kila ambacho utapewa na Allah utaona hichi hakitoshi. Kila ambacho Allah atakupa, kama ni riziki, kama ni zawadi, unaona ni kidogo. Hamu yako wewe ni dunia, kila wakati ni dunia, kila wakati unawaza dunia tu, akhira yako umeisahau. Sababu ya pili ambayo itakufanya imani yako iweze kuwa dhaifu, iwe ni ya kiwango cha chini kabisa, ni wewe kuipenda sana dunia. Haukatazi katika dunia, unaambiwa usisahau sehemu yako katika dunia, kwa maana unavyoitafuta dunia, jitahidi utafute na akhera pia. Wekeza kwa ajili ya Allah, wekeza kwa ajili ya kesho. Hii dunia haukatazi kuitafuta, itafute, lakini isiwe ndiyo kipaumbele cha maisha yako. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mali walidunya illa karakibin, nisijaiona hii dunia, yani hii dunia ninavyoiona katika fikra na muono wangu, naiona ni kama vile msafiri tu. Msafiri ambaye istadhalla tahta shajaratin, alipita katika sehemu akaukuta mti akapumzika katika kile kivuli cha mti ule. Thumma raha wa tarakaha, kisha akaondoka baada ya kuwa tayari amepumzika, akaacha ule mti pamoja na kivuli kile. Mali walidunia, dunia si lolote, si chochote. Dunia usitangulize sana mbele mpaka ukaisahau akhira, akhira ambayo ndiyo makazi na mafikio yetu ya kila siku. Sababu ya tatu miongoni mwa sababu ambazo zitaifanya imani yako kuwa dhaifu ni kughafilika sana, kwa maana kuisahau akhira. Alghafla maana yake alistimraru fil hirsi dunya, ni kule kuendelea kuipupia dunia. Yani wewe unawaza dunia tu, walakin tansa al-akhirah, lakini unaisahau akhira ambayo ndiyo makazi yako. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Takathur anazungumza, anasema alhaakumut takathur, ama kwa hakika kumeshughulisheni sana uwingi wa kutafuta dunia, uwingi wa kukusanya mali, uwingi wa kutafuta vyeo katika ulimwengu wa kidunia, hata zurtumul maqabir, limekushughulisheni sana hilo mpaka mkafikiwa na umauti. Yani mtu anashughulika sana na dunia, anaghafilika na akhira. Duniani amejenga majumba na majumba, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala hakuna khairi yoyote ambayo ameitanguliza. Duniani alionekana yeye ni bora, lakini ni dhalili sana mbele ya Allah subhanahu wa taala, kwa sababu ni mwasi. Katika sababu nyingine, alwuquu fil maasiya, yani kuingia katika madhambi tayari ni alama ya udhaifu wa imani yako. Kwa hiyo ukizidi kuingia katika madhambi, maana yake unazidisha udhaifu wa imani yako, imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala. Imekuja katika athar ya Abdullah ibn Abbas, anazungumza, anasema, inna lisayyiati la sawadan, hakika ya madhambi, la sawadan fil wajhi, hakika ya madhambi ambayo anayafanya mtu huwa yanamfanya huyu mfanyaji kuwa na uso mweusi. Maana yake kuwa na alama katika uso wake. Uso wake unakosa nuru, uso wake unakosa baraka. Ni kwa sababu ya madhambi ambayo anayafanya asubuhi, mchana na jioni. Kuingia katika madhambi ni alama itakayokujulisha kwamba imani yako ni dhaifu. Lakini akazungumza akasema, wa dhulmatan fil qalbi, ni kiza katika moyo. Moyo wako unaingia kiza. Ukiwa na kiza moyo wako, maana yake unakuwa mgumu.
Na hasara ya kuwa na moyo mgumu, maana yake Qur'ani ikisomwa hauathiriki, yani huhisi chochote. Lakini mawaidha yakitolewa hauathiriki na kitu chochote, kwa sababu tayari umeshauharibu moyo wako na madhambi. Wanasema ukitaka kuujua moyo wako kama uko hai au umekufa, basi wewe angalia katika maeneo matatu. Inaposoma Qur'ani, moyo wako unaathirika? Kama hauathiriki, umepata hasara. Au yanatajwa mauti, wewe unaona ni kitu cha kawaida bana, tumeshazoea mauti, kila mmoja atakufa. Hakuna ambaye hajui kama kila mmoja atakufa, lakini suali la muhimu, unakufaje? Nini umetanguliza kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala? Wakasema ukiona yani moyo wako hautikisiki katika haya mambo ambayo tumeyataja, salillaha ayyamnahaka qalban fala qalbala, basi muombe Allah tabaraka wa taala akupe zawadi ya moyo mwingine, kwa sababu una moyo tayari, umeshakufa huo moyo. Kwa hiyo madhambi unayoyafanya yataweka ugumu katika moyo wako. Lakini pia wawahnan fil badan, na ni udhalili na udhaifu wa mwili, wa nuksan fi rizqi, madhambi kuingia katika madhambi ni sababu ya kupunguziwa